bado kuna dukuduku na malalamiko mengi yanayohusiana na masuala ya upatikanaji wa mafuta kwa ujumla wake, kama ambavyo nilitoa taarifa kidogo sana pale kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa nirudie tu kwa kusema kwamba mkoa wetu wa Dar es Salaam ndio habu ya mambo hayo yote. Sisi ndio tunaopokea mafuta hapa, wanapokea wenzetu wa Tanga, wanapokea wenzetu wa Mtwara, kwa sababu Dar es Salaam ina bandari ya Dar es Salaam, Mtwara kuna bandari ya Mtwara, na Tanga kuna bandari ya Tanga. Huko kote, ndugu waandishi wa habari, zimejengwa hifadhi za mafuta, tanks za mafuta. Kama nilivyosema, Dar es Salaam tunazo 22, wenzetu wa Tanga na wenzetu wa Mtwara wanazo pia chache, ambazo jumla zinafanyika kuwa 26. Lakini kama nilivyosema awali kwamba matenki haya katika tulionayo yana uwezo tu wa kutunza mafuta lita za ujazo 1,346,627. 1,346,627 lita za ujazo. Hizo ndio lita ambazo zinatunzwa katika maghala ambayo sisi tunayo. Sasa hoja kubwa ambayo pia tulikuwa tunaifanua ni kwamba kuna utofauti kati ya reserve na bei. Reserve na bei. Kuwa na reserve haimaanishi ndio bei inakuwa hiyo hiyo. Sasa kama nilivyosema kwamba sisi kwa Dar es Salaam pekee yetu tuna vituo vya mafuta 470 mpaka taarifa ya leo. 470. Hivi vinauza petroli, vinauza diesel, vinauza mafuta ya taa. Na wa suppliers wachache ndio wanaokwenda kuuza mafuta, ndio waliopewa tenda kuuza mafuta ya ndege. Sasa kwa hapa kwetu sisi Dar es Salaam, upatikanaji wa mafuta mpaka sasa upo 100%. Mafuta yanapatikana. Hakuna tatizo lolote mpaka sasa ambalo mimi kama mkuu wa mkoa nimekusha ripotiwa kuhusiana na uhaba wa mafuta. Lakini kitu ambacho Watanzania wengi wanalalamika ni kuhusiana tu na bei. Na nimemsikia pia ndugu yangu Heche ambaye ni naibu, ambaye ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, akizungumzia kwamba kupanda kwa bei ya mafuta iliyotokea sasa ni viongozi wachache wanakula pesa. Sasa labda mimi, ndugu zangu waandishi wa habari, niwape tu ufafanuzi kidogo. Unajua, wakati fulani kama huna data vizuri, ni vizuri usizungumze kwa watu. Siasa kwenye jambo hili, na nyinyi waandishi wa habari, nendeni mkapate kitu kinaitwa price chart, mkaangalie price chart inasema nini. Nendeni mkaangalie tozo za kisheria ambazo hata wabishi ambao waliwahi pia kuwa wabunge nao walishiriki kuzipitisha zile tozo. Sasa issue inakuja kwamba sasa kila serikali ina utashi wake wa namna sasa kuyaendea mambo baada ya ukweli huo, sasa kwamba kitu sokoni kiko labda 8,900 au vitu gani. Sasa rai yangu mimi ni kwamba LATRA, malalamiko ya baadhi ya wamiliki wa magari ukiyasikiliza yako genuine, na katika mkoa wangu na ambao na uongoza niliopewa ridhaa na Mheshimiwa Rais, tumewaelekeza LATRA kuhakikisha wanasikiliza maoni ya wamiliki wa magari, ili pia kuhakikisha kwamba hatuuongozi mkoa wetu kwa makelele. Kwa sababu ni kweli kwamba mafuta yamepanda, na kama yamepanda kidogo basi tuone nini cha kufanya. Na ni kweli kwamba LATRA nao wamejaribisha kusimama katikati, angalau kubalance kati ya mmiliki wa gari, mwananchi na bei ya mafuta. Hivyo ndivyo tunavyopaswa kusaidiana.